Okay, brothers and sisters, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Huko na mimi, huko nami Proches kutoka Silver Integrative Syndicate, sehemu ambayo tunajifunza masuala ya creativity ili uweze kuongezea kipato, uweze kuongezea vibunda. Ndugu yangu, mimi nakupa information bure bwerere. Hakikisha una like, hakikisha una subscribe ndugu yangu. Usiniache hivi ndugu yangu, tunaendelea kujifunza. Leo ni macho haya ndo tunaenda kuyafanya manyuzi. Kwa hiyo hapa niko kwenye upande wa Photoshop. So kanami tuendelee peana maujuzi. Kumbuka bonga ulishi ugali unalishwa maarifa. So without wasting time, let us jump into the thing. So tuende kwenye upande wa software ya Embed. Pap. Here we are. So okay, the first thing, we are going to import the image on this software. All right, here we are. Don't worry, I'm going to explain it in simple way. Naenda kukielezea in very detailed, simplest way ambayo wewe unaweza kuelewa. Okay, here we are on the eyes. Okay, we have imported our eyes ambayo tutakuwa tunayafanyia kazi. Okay, beautiful eyes. Haya ni macho ya mwanamke haya. Alright, okay, the first thing, kitu ambacho naambidi kukwambia, uzuri wa tutorial hii hapa haitachukua muda mrefu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu yes, ukidigitize upande huu unafanana na huu. Kwa hiyo tutamaliza hivi, tuna copy, tuna paste upande huu hapa hivi. Yes, tunaenda kusave muda. So the first thing, tunaenda kudigitize jicho la upande wa kushoto. Yes, upande wa kushoto. So okay, tunaanzia wapi? Okay, mimi nafikiri nitaanzia kwenye ubru. So guys, hakikisha jicho lako linakuwa very open. Tuendelee kujifunza masuala ya embroidery digitization. Alright, without wasting time, let us do the thing. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nitafanya hapa ni kuchukua hii tool. Hakikisha ukiwa una digitize una zoom vizuri ili uone unachokifanya. Ukidigitize sasa kadude kako huko uweze kuona watu unapita wapi, lakini ukizoom hivi, yes, unakuwa unaona vizuri. So okay, nitaanzia hapa. Tunaanza kudigitize huu blue. Lakini umeona tool niliyochukua, nimechukua tool hii hapa. Au ngoja nianze kabisa hivi nikate. Hai, nimechukua tool hii hapa ili uone vizuri. Kwa hiyo nimeclick hapa hivi, naanza ku digitize bluish. Okay, slow but sure. Hakikisha unapita katikati ya huo mstari. Yes. Kwenye channel yetu tunajifunza masuala ya creativity. Ndugu yangu, kama utakuwa na maswali, unahitaji msaada, unafanya nini, watu wengi washanitafuta, washapata misaada yao. Kwa kama na wewe utakuwa na maswali au una kitu dukuduku, kitu kinakusumbua nini, unanipigia, tunazungumza vizuri ndugu yangu, usiogope. Alright. Enough matani hizi. Alright. Tuendelee kujifunza. Okay, ili jicho sasa. This eye. Yes. Ili jicho. Okay, nimeshafikia kule mwisho. Kwa hapa hivi na generate. Okay, this is ready. Ngoja tuipe ubro wake. Okay, this is blue. Kwa hiyo hapa katikati naenda kutengeneza like. Naenda kukata. Nikate hapa katikati. Kwa hiyo kitu ambacho nitafanya ni kupita huko katikati. Ni kutengeneza kama tundu. Kama utakuwa na swali uulize ndugu yangu. Na unavyozidi kufanya mazoezi ndio unazidi kupata experience ndugu yangu. Ukifanya kalogo kamoja afu ukasema tayari nimejua, utakutana na logo limepinda, utaingia vichakani. Kama ilikuwa ni logo ya mteja au ni yako, logo unaitamani uweze kuifanya, fanya zile ngumu. Naanza na simple, unakuja intermediate. Okay, hapa natengeneza tundu. Okay, nakuja hapa hivi nasema fill to open. Unaona tayari nimetengeneza tundu. Kwa hiyo kitu ambacho nitafanya hapa hivi, without wasting time, nakuja kwenye upande wa parameters, then na hii naipa auto column.
tunapatia autocolor, tunapata jicho letu hapo hivi. Okay, digitization ya kwanza hapo hivi. Do you see? This is simple like drinking bushela, drinking porridge. Alright. Okay, nafikiri kwenye upande wa blue hapa hivi kwa jicho tumemarizana. Okay, the next thing, kitu ambacho naenda kufanya, naenda kutengeneza haka ka round ka katikati, haka ka round ka katikati, na kenyewe nakazungushia. Usiogope ndugu yangu, uliza maswali, piga simu, fanya nini, tuchati ndugu yangu. Kama na huu labda una embroidery machine na kusumbua, au unahitaji nije ofisini kwako, sema mimi nipo Arusha. Sasa kwa upande watu ambao wako mbali inakuwa ni kipengele, itabidi tuifanyie kwenye upande wa online. Lakini kama utakuwa na unahitaji kujifunza masuala ya creativity, unahitaji kujifunza masuala ya graphic design, sio vitu tu hivi embroidery. Kuna vitu vingi yani ambavyo mimi nafundisha. Japokuwa ndo nimeanza kugain kasi hapa hivi kuwafundisha watu wa dunia. Yes. Okay. Japokuwa this circle is not perfect, but kitu ambacho nilikuwa nakitafuta nimekipata. Okay, na generate hapa hivi, natengeneza huu mduara. Okay, na autocolor. Na autocolor hapa hivi ni kwa sababu ni kadude kadogo hapo. Okay, kama utakuwa hujui maana autocolor au kufanya nini, yes, itabidi nije nitengeneze video kabisa ya kuelezea autocolor ni nini, satin stitch ni nini. Lakini this time ukihitaji kujua vitu vidogo vidogo, unaweza kuingia kwenye zile tutorial ambazo nimetengeneza mwanzo. Pale kuna full details, vitu vingi kibao vya kujifunza pale. So okay, nishapata mduara sasa hapa hivi, mduara huu wa blue, mduara mweusi. Ngoja nizime hii hapa hivi na nifanye niwe distracted. Kwa kitu ambacho nitafanya hapa hivi, nitaduplicate hii hapa, control C control V. Nimeduplicate hizi hapa, zipo mbili. So kitu ambacho nitafanya hapa ku save time, nita minimize this one, then I will put it here iwe kama white. Kwa ndugu zangu, nataka niwasavie muda ili tukimbizane, ili tuende kwenye mission zingine, au sio? Kama una software nipigie tuongee ndugu yangu, tuongee kiunani. Njoo tuongee yani kiume, usiogope ndugu yangu. Piga simu, text hapo, fanya vyovyote iwezekanavyo. Chukua namba yangu, nafikiri namba yangu iko kwenye, angalia kwenye profile yangu hapo hivi. Okay. Angalia kwenye profile yangu, nafikiri hapa hivi tuko YouTube. Subscribe ndugu yangu, hakikisha una subscribe, unanisupport hata kwa like hapo hivi. Yes, okay. Nafikiri ndio hivyo. Kwa hiyo tushapata objective zetu hizo hapa hivi. Jicho linaendelea kuundika mdogo mdogo, tunaendelea kuunda jicho kama lilivyokuwa limejiunda hapo. Kwa hiyo hapa hivi tushamaliza hapa hivi. Kwa upande wa ndani wa jicho tushamaliza. Kwa hiyo ambayo tunaenda kufanya hapa hivi, tunaenda kuweka huu mstari. Hii mistari ambayo inapita huko upande wa huku na huku. Kwa hiyo tutachofanya hapa hivi, tuta click hapo, tuweke mistari. Naona mstari naishia hapa, mstari hapa hivi, then na generate. Na generate. Tunaendelea kuchukua hiyo tool. Relax your mind. Hakikisha akili yako ina relax ndugu yangu. Usikurupuke. Okay, hapa mistari ilikuwa mieusi. Let's make it black. Okay. Ngoja tuwashe jicho hapa hivi ndio tuweze kuona vitu ambavyo vipo huko nyuma. Unaona tayari shapata mstari. So tukija hapa hivi, tunahakikisha hii mistari yetu tunaibold. Tunakuja hapa kwenye satin stitch, then tuna click. Imekuwa mizinga sana hii. Au tuiache hivi nini? Hapana, ngoja tuipunguze kidogo, at least like 80. Yes. Naona tunaendelea kuunda jicho ndugu zanguni, tunaendelea kuunda jicho. Kwa hiyo the next step hapa hivi, since tumemaliza hapa hivi, nafikiri tunakuja kuchora uvudude huu. Uvudude vinachorwa separately. Ukivichora sijui, ukichora hii hapa like object moja ukapita hivi. Okay, of course kushona itashona, lakini haitakuwa very detailed kama mtu ambaye anakuwa
amechukua muda wake vizuri na kuanza kukatakata uvidude kama vipoint hivyo hapo vinakuwa individual. Unakuwa individual. Unaona? Nimegenerate hapo. Unaona? Tunaendelea kufanya mambo. Mpenzi mtazamaji, usiogope. Kufanya nini? Usiogope kuuliza maswali na usiogope kufanya dictation ukakutana na logo imepinda ukasema mwanangu siwezi. Siku ukituliza akili yako ukasema sasa ngoja nitulize akili, ngoja hii logo nivalie njuga. Kila ukikutana na logo ngumu utaiona mandazi tu, yani hayo unapita kama risasi tu. Yani kwa hiyo usiogope kufanya logo ngumu. It is just simple. Ni wewe akili yako tu. Akili yako ndo ngumu. Sio logo. Ni kuhakikisha tu mimi mwenyewe hizo akili nilikuwa nazo hizo. Yani nikikutana na logo ngumu yani sijui nimwambie mteja hii logo siitaki. Hapana. Ukiangalia pesa unaitaka. Unafanyaje sasa hapa hivi? Ugali unautaka sasa unafanyaje? Unaamua ukomae. Ukikomaa mwisho wa siku unakuwa very proud, unasema mimi ndo nimefanya kitu kama hichi. Siku nyingine zikija logo ngumu yani unakuwa na confidence, yani unamwambia tuma nizipasue. Kwa hiyo lakini ukisema kila kitu ni kigumu it will be hard, na akili yako itakomaa, itakuwa mgumu, itakuwa akili yako na yenyewe itakuwa ngumu. Kila logo ambayo itakuwa inakutana nayo inaiogopa. Nasema hapa hivi logo ngumu. Okay. Enough stories. Tuendelee kujifunza. Okay, hapo unaona ni hivyo zikatakata hapo. Okay. So, since hapa hivi hizi hapa object zinajitegemea nishaziunganisha, lakini nataka niunganishe hapa rust point ilikuwa hapa hivi, nataka niunganishe nilete mpaka huku. Ili mashine isi stop. Kama utakuwa na swali kuhusu hicho kitu niulize personal, kwa nini nazikatakata na kwa nini nazi connect. Kwa connect ni kwamba tunataka mashine yetu isome hii kitu as one object. Isome kitu kama as one object, as a single object, single object. Kwa hiyo ndio hivyo. Okay, tumemaliza kwenye upande huu hapa hivi. Kitu ambacho tunaenda kufanya kingine hapa hivi, tunaenda kutengeneza sasa uvudude huu. Kwa hiyo nafikiri nitaanzia hapa. Zoom, hakikisha una zoom ndugu yangu, so that you may see the things you are doing. Usipo zoom utaona kazi ni ngumu. Lakini ukizoom yani na jicho lako linasema linasema naona, nimeona vizuri. Lakini ukifanya kazi watu wiki yako iko mbali, ndugu yangu, utaona unateseka daily. Utakuwa una give up. Lakini zoom object yako ili uweze kuona kitu ambacho unakifanya. So, alright. Okay, tumemaliza hapo ku connect hapo. Tumemaliza kutengeneza object ambazo zinafuata. Nafikiri nitadigitize hii hapa na hii hapa. Hii hapa nitatengeneza kama one object. Yes. Kwenye haya maswara you have to be creative. With that, bila kuwa creative ndugu yangu utajikuta unatengeneza vitu butu. Yani kila labda ni artwork yako unatengeneza, inapita kwenye mashine inagoma mara ni artwork kadogo kanabidi kashonwe labda dakika 3, unakuta kanashonwa dakika 8 10. Muda wako unalika bure, unaona embroidery ni mgumu kweli. Kumbe unakuta ka logo kako kanabidi kashonwe dakika 2. Ni kudigitize kwako tu ndo kumekufanya usiwe creative. Kufanya yani usifanye mashine iwe na hewa, iwe na yani usifanye iwe na space, yani ile yani ikiwa inashona iwe free. Lakini ukiwa unatengeneza hata kimbovu ndugu yangu,
mwenyewe hata kama ukiwa na mashine, yani utaona mashine ni useless. Kwa hiyo uchawi ni uko hapa kwenye kuandaa artwork kama hizi. So Kanami professional, yes, ugali huu tuule pamoja. Unaona? Yes, tunaendelea ku create. Unaona ninavyozikatakata? That is how to be creative. Kwa hiyo nishamaliza hii hapa object. The next object ambayo nitafanya object aka object ka chini aka hapa ka object ka chini aka. Okay, nitakaanzia hapa kati ili kaje kazibe hizi zote ambazo ziko hapa chini na zile connection ambazo zinaonekana kama mauziuzi. Hii kidude ndio kinakuja hapa hivi, kinakuja kuziba. So guys, don't worry, don't stress your mind, just relax. If you love creating, these things will be simple with you. Yes, kuna watu wengine aturali kwenye upande wa maswala haya. Ukikutana na vitu vipya mtandaoni na nini, you have to learn. Na upande wa creativity, yes, unakutana na vitu vipya, yani uwezi kwa unasema mimi nimekuwa creative ndo nimemaliza dunia yote, hamna. Ukiingia kwa social media unakutana na vitu vipya, unajifunza, yes, that is how life, unapata experience, unaishi, unafurahia maisha ya creativity. Kumbuka, designer wa kwanza ni Mungu wetu ambaye amecreate vitu. Ukitazama yani manyota angani, masamaki, wanyama, marangi manini. Yes, unaona kabisa there is the intelligent being ambaye ilitengeneza hivi vitu. Hivi vitu havikuwa pia tu from nowhere vikadondoka hapa, hapana. There is some sort of order. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza kutoka kwa Muumba wetu. So yes, nafikiri artwork inaendelea kubondeka, inaendelea kuumbika ndugu yangu, tunaendelea kuumbika. Kwa hiyo kaa nami, vitu vizuri bado vinaendelea kuja huko. Alright, jicho ndo lipo asilimia 90. Yes, au 93%. Yes, hakikisha yani jicho lako linakuwa lina view nzuri ya kuangalia details kama hizi. Yes, hii virus imetoka wapi tena? Alright, namaliza hapo hivi, tuna generate. Ona 3D sorry kidogo. Okay, unaona hapa hivi sasa. Hii hapa tunaibadilisha, unakuja kwa parameters, tunaiweka autocolumn. Na tukishaiweka autocolumn, tunahakikisha tuna connect sasa. Unaona jicho lilivyotengenezeka hapa? Jicho linavyotengenezeka. Kwa hiyo kitu ambacho tunafanya connection, tuna connect hii object, tuna connect na hii hapa. So unaona hapa hivi, let us edit this connection isije ikatoka nje ya hii kitu. Inapita huko katikati ili hii hapa ya juu ikishonwa izibe hii. Kwa hiyo kuna connection moja sijaifanya tena kata. Kuna connection ambayo sijaifanya hii hapa. Kwa hiyo na connect hapa, na connect hapo hivi, tayari tumeconnect vizuri. So vitu vizuri havihitaji haraka, vitu vizuri havihitaji nini? Haraka. Kwa hiyo lazima uwe mtulivu, uwe mnyenyekevu, utulize moyo. Okay, tuna select hizi hapa zote, tuna group. Yes, hili jicho lote tuna group, let us group it. Pop, unaona kabisa jicho ambavyo limeundika. Very nice. Au unasemaje ndugu yangu? So far so good. Jicho unaona kabisa limekaa unyama. Naona hii hapo ni map. Kwa hiyo tunachokuja hapa hivi kufanya kingine ni kuja hapa kuchora hii nyusi. Hii ni nyusi au ni nini? Yes, I hope ni nyusi. How do you call nyusi in English? High shadow. Elbow. How do you call? Nimeisahau kidogo, inaitwa eye nini? Eyelash.
I read. I say Kiingereza kimekuja na helicopter, kimekuja na ndege. So tuendelee kujifunza jamani, ukiendelea kujifunza huko lazima tufurahie. Yes. Kama unapenda masuala ya creativity lazima ufurahi. Yaani mimi nikiwa natengeneza hivi vitu yani najisikia raha sana. Kwa hiyo kwa maana unajikuta kwenye tutorial zangu mnaweka comedy. Nisameheni jamani ndugu zanguni ambao mpo serious. Lakini this is how life is. You have to be happy. Alright. Here we are. Tunatengeneza hii connection. Okay, jicho kwenye upande wa kushoto nafikiri we are done with this thing. So ngoja generate hapa hivi 3D, unaona tayari imeshakuwa hapa hivi. Ngoja nibadilishe news angle. Nibadilishe angle ya hii hapa. Hii hapa hivi. Sitaitengenezea autocorrect lakini search way nafikiri imekuwa vizuri hapa hivi. Unaona? Okay, tukija kwenye upande wa picha unaona kabisa hivi walikuwepo macho mawili. So kitu ambacho nilikuwa nimemwambia the good thing ni kwamba ukishamaliza ngoja ni group na hii hapa group it. Ile nikiduplicate nikitengeneza jicho hili hapa hivi. Yes, liende vyote. Kwa hiyo stay with me brothers and sisters. Yes, vitu vizuri havihitaji nduki, havihitaji haraka. Kwa hiyo kitu ambacho tunaenda kufanya hivi tunaenda kuduplicate this thing, this jicho to this way. Kwa hiyo tunachofanya tunabonyeza Control C, Control V. Kwa hiyo tayari hapa hivi tushapata layer mbili. Ya kwanza jicho la kwanza, jicho la pili. Lakini this jicho tunaisogeza hapa kwa mfano. Unaona tunalisogeza hapa. Unaona jicho hili bado lipo. Kwa hiyo jicho hili sasa hili jicho tunaligeuza. Litakugeuza hiti. Geuza. Pap, tara. Unaona kabisa hapa hivi imegeuka. Kwa hiyo tunachokifanya hapa hivi tunakuja tuna align. Sorry kidogo naona PC yangu ina rag kidogo. Kwa hiyo ina rag ni ganda. Kwa hiyo okay, nafikiri tunaweza kuona hapa hivi. Tukija kwenye 3D mode, hii hapa bado iko kwenye mfumo wa wireframe. Kwa hiyo tunachokifanya hivi tuna select zote at once then tuna generate. Generate hapa hivi let us wait for few seconds. Let us wait for few seconds. Tunakuwa na artwork yetu kali sana. Yes, from this graphic artwork to these eyes. See? Go, let us find, ngoja tufanye simulation kidogo hapa hivi, tufanye simulation tuweze kuona inavyofanana. Okay, let us put in 3D. Ngoja nikimbize ili kusave muda. Unaona? Yes. Yaani hapa ikishonwa kwenye mashine ndugu yangu inakuwa very clear. See? Yes. So huu ndo mwisho wa video yetu. Thank you for being with me till to the end. Yes, kwa majina naitwa Poncian. Thank you for being with me and this is Silverwinter Creative Syndicate. See you in the next video. Stay with me. Stay here where we talk about and learn about creativity. So see you in the next video. Ciao. See ya.